Good morning everyone. Wenye watuona hapo, wenye wako locked ndani ya show. Tuko Truth and Talent episode number 5. Inaanza hivi venye unaona. Ni Truth and Talent proudly brought to you by Deep in the East na Reactive Production. Unajua kazi safi. Na tukianza episode yetu ya 5 hivyo nasemaje? Mavijana leo ni kumoto. Kama bado hauko mtu mwenye bado hajatune hapo kwa nini, tafadhali fanya hivyo, na mwenye ako ndani please share ndio ifike watu wengi. Leo tuko na patron wetu hapa. Patron wa mgeni wetu ni patron wa organization moja kubwa sana hapa 254. Ni organization imeshikilia mayouth. Wengi ni wale wanaijua, na kwa wale wachache wenye waijui, tuko na patron wa kabila yetu ni Kenya. Na bado yeye ndo patron wa Sauti Moja 1960. Patron, karibu kwa show. Nashukuru sana. Yeye mwenyewe atatuambia ni nani. So tukianza show hivyo, Oscar, unaweza tuelezea na umepiga kabila yetu ni Kenya, na wewe ndo patron wa kabila yetu ni Kenya, na bado wewe patron wa Sauti Moja 1960. Yeah. Unaweza tuambia wewe ni nani aswa? Okay, swali ya mimi ni nani inaweza nilemea kidogo kujibu. As in, apart from tukiacha South Story na kabila yetu na 1960, Sauti Moja 1960. Unaweza tuambia Oscar ni nani? Your father, nini life yako, ni umezaliwa wapi, umeenda chuo wapi? Sasa umelelewa wapi? Okay, sasa mimi watu ni confusing sana nikisema mambo ya kulelewa. Watu ni confusing sana. Wase wengi ufikiria kama mimi ni born town. Mimi si kijana ya town. Mimi nimetembea mguu tupu Ushago. Mimi nimechunga ng'ombe Ushago. Unapata? Actually mimi hata vitu kama tuseme kusoma shule nimalize class 8. Class 8 nimemalizia Ushago. Chuo fulani iko interior nasikia watu wanasema kama Turkana ama Wajir huko. Sasa mimi niko hiyo pande nyingine. Naelekea napita Homa Bay naingia naenda, yani zinaenda interior mahali kunaitwa Gwasi, Subaland huko. Subaland. Yeah, Subaland huko. So huko ndio mimi mahali nimegrowia. Life yangu nikiwa mdogo huko nimepata experience ya rock bottom, nimeipata poa sana hiyo pande. Then ikifika okay ni back and forth Ushago Nairobi. Ushago Nairobi, lakini venye nilimaliza class 8 sasa hiyo life ingine nimekuja nimelelewa nimegrowia sasa town sasa. Oscar, wewe ni leader. Wewe ni leader na wewe ni patron wa kabila yetu ni Kenya. Yeah. Na bado wewe ndio patron wa Sauti Moja 1960. Yeah. Passion yako ya leadership ilianzia wapi? That is why nilikuwa nakwambiaje tukianza mimi ni nini ingekuwa ni rahisi sana mimi kujibu kuliko mimi ni nani. Cause kwa mimi ni nini ndio naweza jibu mambo yangu ya leadership. Unanipata? Nice one. Na kwa hiyo bracket ya mimi ni nini nikijibu ambition yangu ya leadership ni ati mimi nasemaje kwa bracket ya mimi ni nini hapo we are all naturally born leaders. Kama unaelewa biology vizuri, kama ulisoma biology, hata sikuielewa vizuri but kuna ile part yenye unasoma ndio ukuje drop ukuje uchukue another subject kama uko interested nayo. Na kwa hiyo part kuna mambo ya reproduction. Kwa mambo ya reproduction tunaambiwa it takes approximately 4 million or more than 4 million sperms zinakuwa kwa race kufertilize one ovary. Kweli? 4 million sperms zinakuwa kwa race kufertilize one ovary. Ndio kukuwe na conception, mtu aanze kuform kwa tumbo, alafu hatimaye akuje azaliwe kama binadamu yenye imekuwa formed. So the fact that you are out here, even you, hata watazamaji na wasikilizaji, the fact that unanisikiza hapa nje ama uko hapa nje unasikiza hii Kenya nasema, wewe jua kwa among the 4 million sperms you are that one sperm yenye ilishinda hiyo mbio. Sijui kama unanipata. You are that one sperm that won that race. So you are a leader then kabla hata ujujue, because ukikibia kama sperm haukukuwa unajijua. Unanipata? So wewe ni mshindi ukiwa pale ndani kwa hiyo giza. Unanipata?
So ni venye tu ulitoka nje after kukua mshindi huko conception na nini, ukakuja ukazaliwa after miezi 9, ukakuja ukazaliwa, ukatoka hapa nje, then ukapatana a corrupt world ama a corrupt system yenye likamika kuonyesha aje uko lower than, sawa, ikakuja bado ikakuonyesha aje you are not worthy, unanipata, such kind of descriptions zenye zilikuwa moral. Then uko mbele ukakuja ukachoose kuongozwa, ilhali umesahau ulitoka kwa tumbo ukiwa wewe ni kiongozi. Unanipata? Nakupata. So mi venye nilikam nikajua hizo facts, then nikakam nikagunduaje kumbe mambo ya kuongoza si ati ni mambo fulani ati kubwa, ati kuna shule juu spam ilienda shule gani ndio ishinde ndio iongoze huko ndani. Hakuna shule yenye ilienda. Kweli. Yeah. Nice one. Oscar, what experience shaped the way you think about Kenya? Okay, Kenya ever since, kama wewe unajua Kenya vizuri, Kenya imekuwa ni nchi ya amani, ama tumejaribu kuishi kama mandugu ever since. Na hata ukiona kitu kama our national anthem, na tukaena undugu amani na unanipata. So ever since Kenya imekuwa ni nchi fulani, hiyo social cohesion imekuwa iko intact. So kwa kuona hiyo urembo yenye iko kwa nchi yetu, ni kama hapo kwako nje kukiwa na maua kama inamea, ukiona hiyo maua ni rembo, unafaa kufanya nini? Unafaa unaikuza. Unaona, unafaa unaikuza. Kama ni maji unaweza imwagilia maji, unaweza iwekea basi hata ka fence basi wanyama wasiifikie. So by denoting that Kenya is a beautiful country na Kenya is a place to be, then tuliona badala tushinde tumecomplain about vitu tudogo twenye tunaendelea, then si basi tuendelee kuinua venye inafaa. Kweli. Yeah. Nice one. Who influenced your thinking about leadership and unity? About leadership and unity. Okay, about leadership first. Leadership nimekwambia ni inbuilt, sawa? Ni inbuilt, but pande ya influence juu mimi like everybody else, okay, sisi wote tulizaliwa tukiwa viongozi, si ndio? But like everybody else somewhere along the way ukizaliwa unakujaga unasahau hiyo yote. So about who influenced, there's this mentor of mine. Kuna huu kiongozi wangu nimekaa na yeye sana almost 10 years to 10 plus years nimekaa na yeye, na nimekaa chini yake na nimekuwa nikiona venye anafanya mambo. Anaitwa Mheshimiwa Michael Diongo Kinyanjui. Big up Mheshimiwa. So ni aspiring candidate wa Komarok Ward. Jamaa amekuwa ni jamaa anatambua vijana sana na okay, Kenya hata ilinibambaga nena nikamuaga kutaka kukaa karibu na yeye, nifuatilie kidogo juu alikuwa anashinda amesema vijana wanaweza reform. Pia ni mtu alikuwa akitupea life history yake, si ati alikuwaga ati msempoa mbeleni, unaona. Lakini alikuwa anashinda vijana wanaweza reform, sababu pia yeye alimanage kureform. Na akakuja akakuwa atpa na kila mtu, na akakuwa sasa anaendesha mambo yake venye inafaa. So ilibidi ni follow footsteps zake. Yeah. Oscar, what has this journey cost you personally? Personally Kenya hii journey imenicost. Mimi siwezi sema imenicost anything apart from time and money, of which money ni kitu yenye mtu anaweza recover. Kweli. Unaona? Time ndio kidogo, time ndio inasemekanaga ikiende na kwa game enda. But sasa kwa pande yangu mimi si believe in mambo kama time. Unaona? Mimi usema gani forever now. Kweli. So tukikuja saa kabila yetu ni Kenya, wewe kama patron. Yeah. Unaweza tuambia for the first time what does the name kabila yetu ni Kenya means? Okay, kabila yetu ni Kenya is a very simple phrase.
mara mingi tuna avoid explain sawa juu ku avoid tunajaribu ku explain kabila yetu ni Kenya sababu gani. Nikiingia kwa room, ina room yenye iko na watu kama watu 5 na wasome kabila yetu ni Kenya ama niseme kabila yetu ni Kenya, there's an idea yenye inakuja kwa hizo minds za watu 5. Kuna different interpretations zenye hao watu 5 watakuwa nayo about kabila yetu ni Kenya, but kwa hizo different interpretations wote watakuwa na smiles on their faces. Unanipata? So kila mtu kuna venye amedefine kabila yetu ni Kenya kivyake venye anaielewa. So tunavoidigi sana kuexplain kabila yetu ni Kenya inamaanisha nini, ndio tusicorrupt ile meaning yenye tayari wewe umekuja ukaembrace. Unanipata? But kukua simple kidogo na the coined word kabila yetu ni Kenya. Kabila yetu ni Kenya kuacha kukua two phrase. Kabila yetu ni Kenya ni frequency kwa wale wanaelewa. Na nikisema ni frequency na maanisha hivi. You remember there was a time, if you are old enough, there was a time Kenya, there was a time hii Kenya yetu kuna time yenye ilikuwaga mtu anaweza umia pale kwa barabara. Tuseme hata ni accident imehappen pale kwa barabara. People were running from different directions. Wakikuja hapo Maluo mtu ameumia, si ati ni watu wanajuana, ni they are just strangers. Walikuwa wanakuja hapo Maluo mtu ameumia, inakuwa kila mtu anashughulika, nini mbaya. Hiyo naongea about back then. Ilikuwa kila mtu anajitokeza, nini mbaya, nini imemfanya, kila mtu anashughulika. Na kwenye harakati ya kushughulika kila mtu alikuwa anasema huyu jamaa ameumia, huyu jamaa anafaa kupelekwa hospitali. Yani kulikuwa na hiyo majukumu, everybody alikuwa anashughulika, huyu jamaa anafaa kupelekwa hospitali, nini. Ilikuwa inaenda to an extent that hadi gari inapita, gari yenye watu hawajui ni ya nani, gari inaweza simamishwa. Sawa? Gari inaweza simamishwa na ikuwe ni aje tuko na mgonjwa hapa. Huyu jamaa ameumia, huyu jamaa amegongwa, alafu inabaki watu wanachangamka, inakuwa hata huyo dereva anasimamisha gari, ule mgonjwa ama ule mtu ameumia anabebwa anaekwa kwa gari. Unaona? Anakuwa accompanied by like other strangers, like 2 or 3 strangers pia wanaingia kwa hiyo gari. Watu walikuwa wanasaidiana na mtu anapelekwa DOC, na akipelekwa kwa OC hakukuwa na hizi maswali mingi siku hizi ziko juu. Saa hii hata inafika mahali maswali ni mob. Mara sijui huyu mtu ako unconscious, ngojea sijui askari wakuje. Huyu ni mtu alikuwa amejitolea, sasa unataka voluntarily unataka sasa kuanza kumwestia time. Siku hizi nasikia mpaka unaweza fikisha msee watu wanaogopa kusaidia hata mtu ameumia kwa road hivyo. Sasa nje ugeuziwe kwanza kama ni wewe umebeba kwa gari yako wanasema ni wewe. Sasa inabakie kila mtu, watu wamefold, people are living in fear. Unaona? Ilikuwa rahisi mtu anafikishwa OCA haraka ameadmitiwa hapo, first aid ilikuwa things for free. Hakukuwa na hizi malipo ya mbeleni, sijui anaziita aje kwa hospitali. Kuna hizi ni consultation. Inaitwa consultation. Hakukuwa na hizo marada consultation. Mtu anaingizwa na mtu anashughulikiwa as they are waiting for the immediate family members wenye wako around wakuje wasaidie. Hiyo ni frequency ya kitambo. Ndio naongelelea. Hiyo ndio sasa frequency inaitwa kabila yetu ni Kenya. Unanipata? Nimekupata kabisa. Bas, alafu sasa kuna hii frequency yenye ililetwa yenye tuna live in fear. Yenye sasa unasikia mtu ameumia kwa kanda ya barabara, zile statements zenye unasikia mtu anasema na huyu jamaa amelala hapo kutoka asubuhi saa 2. Sasa hiyo ni saa 5. Huyo jamaa hata alikuwa tu analialia tu hapo. Na hiyo saa 5 the guy is stone cold dead. Unanipata? So frequency iliendaga. Frequency ya kabila yetu ni Kenya iliendaga, na sisi kama vijana sisi tunajuaje? Any country is as healthy as venye youth wake wanajitolea. Unanipata? Na mayouth wakijitolea pia mayouth wana need kukua empowered, sababu shughuli kama hii tukisukuma, wewe niambie surely hakuna mtu ashaitokea ati ana unite okay, the only person mwenye tunajua sorry to say na pia rest in peace, the only person mwenye aliwaijitolea kuongelelea hii shughuli yenye sisi tunaongelelea ambayo inaitwa kabila yetu ni Kenya. Yeye alikuwa anaileta na njia nyingine, alikuwa anasema hatutaki ukabila. Unanipata? Alikuwa anasema Kenya kuna maadui 3. Marehemu mwenda zake the right honorable
His Excellency Raila Amolo Odinga, moment of silence. Former Prime Minister. Nice one. Okay, sawa. The former Prime Minister alikuwa anashinda amesema, of which mean si tulikuwa tunaona ni kama alikuwa anatuibia mtihani. Unaona? Alikuwa anashinda amesema, hii Kenya tuko na adui watatu. Kuna njaa, kuna ukabila, na kuna hiyo ingine alikuwa anasema ni nini? Ni ujinga. Unanipata? Ujinga ama njaa, ukabila na ujinga. So sisi kama youth tuliamua kuchukua ukabila head on, bearing in mind that kuacha yeye alikuwa anaiguzia tu, but they were doing nothing about it. But sisi we decided to do something about it. My youth wana implement sana. Imesukumu hata hiyo nimekwambia jana nilikuwa pande ya Homa Bay. Nimekuwa pande ya Homa Bay. Huko kuna kabila yetu ni Kenya imetambulika kwa ground. Nilikuwa nimevaa tu t-shirt. Nice one. Huko una expect watu wakuwe ni watu wa roots, lakini wanaiona na ina align nao, wana feel tuna belong. Hapa ndio mahali tuna belong. Kwa mwabamba sana. Shati nini? Oscar, unaweza tuambia why did you feel Kenya needed such a movement? Hata si mimi peke yangu, si kila mtu ana feel Kenya ukabila ndio kitu inaturudisha nyuma kabisa. Okay, na Kenya hata ukabila ikiturudisha nyuma, haiturudishi nyuma ati mimi na wewe ni mkabila, mind you. Unaona? Kama wewe CEO, wewe ni best yangu. Sawa? Is there a moment yenye ishaika kubodha ukataka kujua mimi ni kabila gani? Hapana. Ujaitaka kujua. Na pia the same the feeling is mutual. Hii pande pia mimi sijai ni bother ati Davisco ni wapande gani. Mimi sijaitaka kujua. Unaona, ile ya muhimu ni uhusiano kati yangu mimi na wewe. Uhusiano kati yangu mimi na wewe. Sisi kama wa Kenya. Sisi kama wa Kenya. So the need for such a movement ilikuwa ni sababu tulikuwa tunajua kwa kawaida kuna wakati yenye inafikaga tribalism inakuwa ni kama deciding factor kwa mambo fulani. Sana kwa siasa. Unaona? Wanasiasa ndio wanaletaga mambo ya ukabila. Kwa ground hakunaga mambo ya ukabila. Unanipata? Nice one. It is only mwanasiasa akitaja ukabila ndio ukabila inaanzaga sasa kushika. Hiyo moto inaanzaga kuwaka. But kwa ground ebu jiulize. Kwani kuna ID yenye wewe unaenda nayo kwa duka kununua mkate tofauti na ID yenye mimi naenda kununua nayo mkate yenye wewe ati wakiangalia yako wanaona sasa wewe mkate yako inafaa inapunguzwa na 20 bob. Hakuna. Mkate bei ile. Unga bei ile. Kwa mwananchi kila mtu. Kwa mwananchi zile shida zenye wewe unapitia ndio zile shida zenye huyo mtu mwingine anapitia despite kweli. Unaniget? So tukileta kabila yetu ni Kenya, tulikuwa tunataka kusensitize watu to a point that by that time ikifika ya wale wenye microphone wakisimama pale kwa jukwaa na wakae ni kama watatangaza ile kitu yenye tayari sisi tunajua walikuwa watangaze, of which sasa ndio hiyo ukabila wanapata kama tayari sisi tuko ready zile za tunakuonea 18. Tulijua utakuja na hii kadi. Tulijua utakuja na hii kadi. Sawa? Na ukikuja nayo unapata ground tena watu wanajua it is nothing new like tushadanganywa kutosha. Tushadanganywa ya kutosha. Unaona? Wanasema once bitten twice shy. We ebu angalia 2007. Kama if you are around my friend, would you like such a repetition? Hapana. Nanipata. Ebu niambie zile mabase zenye tu wewe unaenda kutulia, supposedly wewe ni wa kutulia kwa base. Zile base zenye wewe unaenda kutulia. Ebu niambie ati sasa 207 hakukuwa na mambo kama hiyo. 207 silifika mahali cabbage ilikuwa inauzwa so mzee. Si mimi nakumbuka. Mimi nilikuwa. 207 ilifika mahali hamuaminiani. Sasa ukiona mzee ametokea kwa chuo wewe bado uko rada juu. Ujui inaweza kuwa yake ni gani? Inaweza kuwa yuko solo. Watu walianza kuja wakaanza wild manze. Watu walikama wakakuwa wild na hiyo yote ni utterance tu ya watu fulani. Manze na ukabila. Ukabila na kujaribu kutuchanganya. They are giving us an enemy to pursue. Ndio tusilook their way, unaona? Ndio tusiangalie watu wajafanya kazi we're busy tukijichanganya hapa ile hali wale huko juu akika kwa assembly
Hakuna ati kuna assembly ati kuna section ya Wajaluo, kwa assembly ati kuna section ya Wakamba, ati kuna hapana. Ni business partners. Hao ni business partners pale ndani. Lakini kwa ground watu wamegonganishwa vichwa mbaya. Shati nini? Yeah. Oscar, wewe kama kiongozi, patriotism inamaanisha ina maana gani kwako zaidi ya tu kushika flag na kupeperusha flag hivi? Ni watu wamezoea mimi am a patriotic citizen, kushika tu flag hivi. More than that, wewe kama kiongozi inamaanisha nini kwako? Okay, mi nasemaje? Kukuwa patriotic first lazima uitambue. Unanipata? Tambua, lazima utambue inchi kwa roho. Kuacha hii ya kufunga bantana ya sijia ya bendera ya Kenya kwa kichwa. Ya kichwa la nini? Hizo ni symbolism tu. Hizo ni symbolism tu. Na hata wenzetu, majirani wetu ambao pia ni mandugu wetu, hata kama ni Mtanzania ama ni Uganda, akiwa Kenya afunge bantana kwa kichwa, pia yeye unaweza mconfuse. Na useme huu ni patriotic, huu ni Kenya na ni patriotic. So vitu kama hizo ni symbolism tu, unaona? But sasa kuna ile yenye iko more intimate, yenye ni umeitambua kwa roho. Unaona? Umeitambua kwa roho, as in unajivunia kuwa Mkenya. Unanipata? Alafu kuzidisha pia bado unaangalia news, unaperuse kwa news. Kwagi mtu news sana, lakini ukiperuse news, ukicompare news za nchi yetu ya Kenya na ucompare hizo news na hizo mainchi zingine, kuna mahali to some extent unaweza sema afadhali nibaki tu hapa mahali afadhali nibaki hapa mahali niko, sababu ingawaji niko hapa na mambo ni mingi, lakini freedom pia ni mob. Unaona, ile freedom yenye tuko nayo kwa hii nchi ni mingi sana. Unaona, for example, unaweza anza tu biashara yako ya kahawa na uanze kuzunguka huku na uuze kahawa, na hakuna mtu mwenye atakuja kukuninia, hakuna mtu mwenye atakuja kukusumbua. Unaona, apart from the local authority, unaweza weka kibanda yako area yako na uanze kuuza mavitu zako. Yaani kibiashara uko na hiyo uhuru. Angalia mainchi zingine. Tuko na wenzetu hapa ni wa Rwanda, wa Burundi, wa Uganda wako, wa Tanzania, wa Zaire. Watu wamejaa huku juu, sisi tuna accommodate kila mtu. Hiyo ndio pia inafaa kuonyesha Kenya ni nchi ya upendo. Kweli. Hebu jaribu kuuliza mmoja wao huko kwao kama ikuna uwezekano ati unaweza fanya tu biashara. Biashara zote kwa nchi zingine unapata biashara zote, kama ni Rwanda ama ni Burundi, unapata biashara zote they are government owned. Hakuna mambo na ati there is private businesses, hakuna private businesses. Unaona, si tuko na hiyo freedom. Si tuko na freedom, unaweza move from one place to another bila hizo road block mingi. Zenye tuko nazo tu ni check up tu. Kweli. Kenya nao tunapenda wasema. Sasa hata kulikuwa na mchinku mwingine alikuwa na hook town na ni mchinku. Si tunapenda watu. Hiyo roho tunakuaga nayo. Sasa kuacha roho ya kupenda watu, sasa tunataka kurudisha ile roho ya sisi kujipenda wenyewe kwa wenyewe. Sababu tukamfast pia sisi. Tukamfast pia sisi, sababu unasemaje? Huwezi peana upendo yenye hauna. Unanipata? Kweli. Huwezi peana love yenye hauna. So ndio hii love kuwe yenyewe ni love ya ukweli, inafaa ianze na sisi. Kweli. Sisi tutambuane sisi wenyewe kwa wenyewe. Alafu mambo inakuwa tu iko bie. Nice one. So tukiangalia tukija sauti moja, before tuende sauti moja, Oscar. Ukiangalia general wewe ni leader, umesocial na vijana mayouth wengi sana, mamta different hata nje ya Nairobi, ukienda shughuli za mavijana nini. Na tunajua mavijana ndio fuel ya kila kitu, kuanzia economy mpaka hata nchi kusonga mbele nini. Mayouth wana play major role, si ndio? Kweli. Nini unaona, nini unaweza sema umeona inazuia mayouth kuja pamoja? Nini inawazuia mayouth kuwa pamoja sana? Yenye mayouth wanafaa wabadilishe ndio waonge lugha moja, wasonge mbele pamoja. Okay, sitaki kupiga mtu, lakini tunataja tu. Nanipata? There are hidden forces, sorry to say, there are hidden forces wenye wanakuaga wako threatened na unity ya youth ever since. Haijaanza sahi. Kulikuwa na our current president, our current commander in chief, Dr. William Samoei Ruto. Ukikumbuka vizuri, kuna enzi sijui kama ni 1990 something hapo walianzisha hizi magroups za vijana.
But I think walikuwa wanaitwa Youth for KANU. Yeah, Youth for KANU. So mambo ya umoja wa vijana haijaanza saa hii, lakini wewe jua aje vijana wakiungana, kuna wale watu wenye wanakuaga threatened, kuna wale watu, kuna zile forces, kuna wale ni wacha niseme wazae juu sidhani kama kuna kijana mwingine anaweza panga venye watapiga vijana wenzake. Ni mabuda wago. Ni wazae watakagi hiyo mambo ya unity ya youth. Unanipata? Kweli. Haya, kitu kingine tena na wazae tukiongelelea, wengi wako kwa power. Wengi ni watu wenye wanakuaga kwa maviti na nini na nini. And the reason why wataki youth kuungana is because when youths are united na youth wako pamoja, it is not easy to manipulate them. No, it is not easy to control them. But sasa si unajua sasa watu wanatumiaga ma youth kama tools. Manze. Time fulani ikifika. Kweli. Wanawatumiaga kama tools. Sasa hebu angalia kama saa hii Gunism. Unaona? Gunism si ati ni jina geni kwa minds zetu. Si tunajuaga kwa kila serikali lazima kutatajwa jina Gunism. Kwa kila serikali kutatajwa jina Gunism. Kwa nini inatajwa jina Gunism? Sababu unapata serikali, si kuna mahali inafikaga unapata serikali imepasuka. Kuna serikali eva inakuwa imepasuka, opposition na the ruling. So hiyo ni mpasuko, unanipata? So unapata hii pande inataka watu fulani na hii pande pia inataka watu fulani, na nikisema watu nasema vijana. Kweli. Hii pande inatumia vijana kufanya shughuli fulani, alafu sasa tena hii pande nyingine pia inatumia vijana, inaunganisha vijana ndio iwatumie kwa shughuli fulani. Shughuli kiisha, hii pande inaachilia vijana na hii pande inaachilia vijana wanapatania hapo katikati. Sasa ni mgongano ya vichwa. Unanipata? Napata. So my youth wakiungana watakuja wagunduaje kumbe hii pande yenye mnaitwa ni kutumiwa, mnatumiwa, na pia hii pande nyingine yenye mnaitwa pia bado ni kutumiwa, mnatumiwa. Unaona? So kuna zile hidden forces zenye vijana wakiungana sasa pia si biashara yao imeisha. Shughuli yao imeisha. Hawezi kubali. So tukitoka sasa tuacha kuja Sauti Moja 1960. Mbona kwa chaguo jina? Okay, 1960 ni kama code. Ni kama code ya part fulani ya Eastlands. To be precise, wacha niseme Embakasi Central. Embakasi Central code yake ni 1960. Hizo mamtaa zingine pia ziko na makodi zao. Kuna 39, kuna 1938, kuna 1939 hizi za kuenda pande ya Njishu huko. Mimi najua 1960 ni Kayole. Na hiyo Embakasi Central, Kayole kuna na Embakasi Central. Iko ndani ya Embakasi Central. So Embakasi Central iko na ward 5. Na hizi ward zote ziko mahali pamoja. Ni ile tu venye hii mambo ya venye nini mtaa venye ziliamua kugawanyishwa. Si kumbuka Embakasi ilikuwaga ni moja. Hakukuwaga na Embakasi East, hakukuwaga na, for example ile time ya Mwenje. Yakina Were time ya kina Mwenje, Maremu. So unakumbuka hizo maenzi Embakasi ilikuwaga tu ni moja. But venye Embakasi ilikuja ikagawanyishwa, so kukakuwa na hiyo Embakasi East, Embakasi Central, Embakasi West, bla bla bla. So Embakasi Central hiyo ni mtaa yenye hiyo gari, as in gari ni 1960. Hiyo ndio kodi ya dinga zenye zinaingia hiyo mtaa 1960. So ikakuwa badala ya kuandika majina refu, wacha ikue Sauti Moja 1960 yenye inamaanisha Sauti Moja inamaanisha umoja wa vijana wote wa Embakasi Central, as in wakiongea pamoja. Sauti Moja 1960 si ati ni mtu mmoja anaongea. So nikiwa hapa nikiongelelea Sauti Moja 1960 na represent hizo sauti. Si ati naongea kama Oscar. Wewe uongee kama wewe. The same pia ina apply na kabila yetu ni Kenya. Kabila yetu ni Kenya, hii ni shughuli ya watu. Si ati ni shughuli yangu. Unaona, ni venye tu shughuli ndio run smooth, lazima kukuwe na administration. Unaona, lazima kukuwe na mpangilio. Kweli kabisa. Mnaongelea siri za unity sana. Unaweza tuambia ni nini unaona outcomes gani inaweza kuwa mavijana wakishikana waongee lugha moja? Si vichwa zikia kwa pamoja, si kuna venye wewe unafikiriaga tofauti na venye mimi nafikiriaga, tofauti na mwingine venye anafikiriaga, na kijana mwingine venye anafikiriaga. Tunasemaga dreams mingi na ideas mob zimezikwa Lang'ata.
Sawa? Dreams mingi na ideas mingi ziko kwa makaburi huko. So kwa hizo makaburi kila mtu alikuwa na idea fulani lakini hakushare, alikufa naye. Lakini sasa sisi tukikuja tuungane, wewe ushare hiyo idea yako, mimi ni share idea yangu, mwingine ashare idea yake, mwingine through such kind of interactions na education, badala wewe ujifungie na yako na mimi nijifungie na yangu, tukiunite kila mtu ashare idea yake, tunaweza come up na idea moja deadly, kitu moja kali. Unanipata? Na kitu moja yenyewe tunaweza sisi wenyewe tu kwa wenyewe, badala tushindage tu serikali saidia nini. Unaona, serikali haiwezi kuja kukusaidia personally. Unanipata? But if we are united, hiyo sauti inaweza sikika. Na sauti ikishasikika, wakiteremka ama walete masikio zile za mnasema nini? Inakuwa tulishachambua yako, tulishachambua yake, nilishachambua yangu hivi, tushakamapa na common agenda. Unataka kusikia venye tunasema? Sisi tunasema hivi. Unanipata? Na kwa hiyo njia ni rahisi sana kutoka kwa dimanga. Na hata wacha kusaidika, hata sisi wenyewe kwa wenyewe tunaweza saidiana kama tumeungana sisi wenyewe kwa wenyewe. Na hata hiyo kunaleta kwa swali next yenye niko kuuliza na umeguzia kidogo. So unakubaliana organization hizi za mtaa, hizi za mayouth zinaweza solve mashida za mavijana ndani ya mtaa, mashida zenye hata serikali at times imeshindwa kusolve? Okay, kitu hiko ni organizations mtaani ni mob. Unaona? Mingi in the name of CBOs. Unanipata? Na ukichunguza mzuri, that's just a piece of paper. Sawa? Mkiwa tu watu watatu hapo ama kwa base yenu hapo mko na CBO, hiyo ni just a piece of paper. Juu hakuna mtu atasikia sauti yenu. Unanipata? Lakini mkiamua ndio mko na CBO yenu. Ukipiga like another 100 meters kuna base nyingine tena pale pia hao wako na CBO yao. Kweli. Base nyingine tena wako na CBO yao. Unanipata? Na base nyingine. So CBOs zimejaa hivi. Ama hizo ma groups zimejaa hivi. Lakini vijana hawasaidiki, wanalia hawasaidiki. But kuna solution kwa hiyo. For example, sauti moja 1960. Unaona sauti moja 1960 inakuwa ni kama umbrella ya hizi CBOs zingine zote. Unanipata? Vijana wanakuja wanaiembrace kama umbrella. Ama watu wa mtaa wanakuja wanaiembrace kama umbrella yenye ina represent hizi ma groupings zingine zote. So unaona kwa hiyo setup kuna one grand CBO ama kuna one grand group which is sauti moja 1960 yenye sasa imefunika hizi zingi. So hata kama ni msaada inakuja, then ni rahisi sana sauti moja 1960 kukua spotted. Unanipata? Juu imeinuliwa na kila mtu. Imeinuliwa na kila mtu. Unanipata? Hizo organizations zingine zote zimeinua. Kweli. Unanipata? Design ukipata sauti moja 1960 umezipata hizo organizations zingine zote. Na ndio maana unapataga vijana inakuwa ni ngumu vijana kusaidika. Sababu gani? Unaona, for example, angalia hawa watu wenye hata donors ama well wishers ama viongozi kukuja kuwa address mkiwa wengi ni ngumu. Unaona, kukuja kwenyu ati sasa anataka kuongea na nyinyi, unasikiaga wanaliagaje? Tutumieni kiongozi wenyu, tutumieni representative wenyu, tuongee na yeye. Hapo ndio mahali msaada inaweza toka. Tutumieni mtu mmoja tuongee. Unanipata? Mwenye anajua mpangilio wenu. Sasa hapo ndio tunasukuma kitu kama hiyo sauti moja sasa. Tunaisukuma mbele. Unataka kiongozi wetu, sawa basi ndio hiyo sauti moja 1960 ongea nayo. Ukiongea na sauti moja 1960 umeongea na sisi wote, hizi CBO zote za wamama za kina nani, yani za disabled, yani umeongea na hawa. Sauti ni moja. Sauti ni moja. Nice one. Inakuwa simple hivyo. Oscar, umedeal na wasee sana hizi shughuli zako. Nini umelearn kwa life? Wewe hizo matime unaendaga kwa ground una interact na vijana. Nini wewe personally nini umelearn? Kuna kitu moja ya maana sana nililearn kwa uongozi, si ndio? Ikifika ni pande ya leadership, kuna kitu moja nilikuja nikalan hauwezi ongoza watu. Sawa? Hauwezi ongoza watu as in the sense that unaongoza watu. Unaona? What you are supposed to do, you are supposed kujiongoza wewe.
Unaona? Unafaa unajiongoza wewe. Kwa kujiongoza wewe unakuwa taa kwa watu. Sijui kama get. Nimekuget vizuri sana. Kwa kujiongoza wewe unakuwa taa kwa hao watu wenye au alafu sasa ukishakuwa taa naturally hiyo vibe yako light yako ina pull watu wenye wanaiadmire na wangetaka pia hao hiyo manukato wangeitaka. Unaona sasa candle yako inatumika kuspark candle ya kila mtu. True. Lakini hiyo uongozi nyingine yenye watu wanakuwa wamezoea tunataka kuongoza watu labda walazimishe. labda walazimishe. Kudili watu ni ngumu. Na kudili Musa alikufa bana. Musa hakufika Kana. Kweli mama situkorana. Ni kweli. Musa alifika Kana. Hakufika Kana. Watu walimfanya nini? Wali bring out the worst in him. Ni noma. So mtu ajiongoze mwenyewe ashine. Kujiongoze wewe. Then light yako ita attract watu wengine. Naturally hata si wewe utatafuta watu ati wakuje waongoze. Watajileta. So unaona venye tuseme kama umekausha God sana. Unaona venye ile light fulani unaweza unaitoa hapo nje, unaiweka light ukiweka. Si unaona hizo manini zinakujaga zikiburuka zinakuja tu hapo mali light iko. Kuna zenye zitakufa, kuna wenye uongozi inawauaga. Sawa? Kuna wenye uongozi inawauaga when you come too close. Jilisi rahisi mazee. Si rahisi ni kitu kuna pressure kuna inafaa baridi kwanza ikupige huko kabla ukaribia hiyo light. Inafaa baridi kwanza ikuili kupigago kazoeanaga nayo. Unasonga tu polepole, unasonga polepole, unasonga polepole ndio. Mambo ikuje itike. Ni Truth and Talent episode 5 venye mnaona tuendelea kuflow hapo. Show ni moto. Kama bado share ndio ifike watu wengi unajua. Na so mgeni wetu hapo Oscar tunaendelea kuelimika kama youth. Unajua tusema ni zetu ndio podcast ya mtaa. Sawa? Na tunaendelea kuelimika hivyo venye mnaona ni episode 5. So tunataka kuingia stories za ukabila na nini Oscar. Unaweza tuambia why do you think some Kenyans are tribalists up to date? Despite kuna hizo awareness kama yeye yenyewe mnafanya like kabila yetu ni Kenya nini. Mbona watu wengine bado wana ukabila? The only people wenye wanapenda ukabila ni wenye ukabila inawafaidi. Naona huwezi penda kitu na haikufaidi. Kuna watu wenye ukabila inawafaidi na natural setup ya humans ni ati humans wamekuwa programmed you can only flourish in a group. Unanipata? Kuna hiyo sense of belonging. Ukitoka hapa of which is not bad anyway. Kwa kabila yetu ni Kenya, sisi hatupingi makabila. By the way, your point unajua sikuwa nimeitaja but inakuwa very important. Mimi naweza pata na mtu asome kabila yetu ni Kenya. Usikie mwingine akienda chini ya maji amesema lakini mimi ni Mkisii. Unaona? Then inakuwa tu mimi kwa roho na kwa tu content zile za ni kama haelewi. Kungekuwa na chance angesimama ningemuelezea. Unanipata? Na Kenya naelezea vizuri ndio watu waelewe ni ati kabila yetu ni Kenya, haipingi roots. Na kabila yetu ni Kenya haipingi ethnical background. Actually kabila yetu ni Kenya ina embrace na tuna celebrate all traditions. Na tuna celebrate hizo lugha zote. Unaona na those are our natural heritage. Unaona so lazima tuzikumbatie na pia lazima kwa sababu mwachamila pia ni mtumwa. Unanipata? So kabila yetu ni Kenya haikupigi wewe kama tuseme wewe kama Mkamba. Haikupigi ati wachana na ati sasa wacha kukua Mkamba. Ati juu kabila yetu ni Kenya. Hapana. Usiache utamaduni yako. Usiache utamaduni yako. Kabila yetu ni Kenya. Kenya tu inasema ni ati sawa basi wewe kuwa Mkamba. Lakini ukiwa katikati ya watu usiletee watu Ukamba. Ni kweli. Sababu hapo mahali watu wako wengi hivyo si ati kila mtu ataelewa. Unaona? Si ati kila mtu ataelewa hivyo venye unaileta. Unanipata? So watu wakishaielewa hivyo then kidogo inaanza ku make sense. So unasema it's possible tunaweza kuwa wasi wanaweza kuwa na celebrate
utamaduni zao na bado wasikuwe wa kabila. Unajivunia tu kuwa Mkenya. We celebrate utamaduni yako, lakini we jua ukipatana na mimi sisi wote ni wa Kenya. Na mtu pia akiona mtu ana celebrate utamaduni wake asimstain kama mkabila. Hiyo si mali ana celebrate mali ana celebrate ako na wenzake wenye wanamuelewa. Unanipata? Ni venye tu sasa haifanyi katikati ya watu wengi wenye sasa si wa hiyo kabila yake na sasa hawaelewi. Unaona, so hapo ndio ukabila sasa inaingilia sasa. Nice one. Oscar, do you think Kenyan politics has made tribal vision worse? Tribalism worse, I mean. It is a tool bana. Kenyan politics, not even Kenyan politics, politicians in general. Tribalism si ati ni Kenya peke yake ndio problem. Ni venye tu hatuishi kwa hizo nchi zingine, so hatuwezi jua, but tribalism ni tool yenye politicians wamekuaga wakitumia ndio kuleta mgawanyiko. Wewe jua, for you to be controlled lazima mpasuliwe katikati. Divide and rule. Lazima mpasuliwe katikati. So politics is a constant kwa mambo ya tribalism. Nice one. Who benefits when ordinary Kenyans remain divided? Nani anabaki celebrate hapo? Sasa wa Kenya si sasa youth man pale chini kwa ground ako divided. Mimi sipendi Oscar, mimi sipendi Lexa, mimi sipendi nani, unajua? Nani anabaki na faida? Nilisema nilitumia jina hidden forces. You see, mimi sitaki kupiga mtu. Sitaki kupiga mtu. Lakini kuna wale watu wenye wanafaidika mambo ya ukabila ikienea. Kuna wale wenye wanakuaga wanafaidika. Si nimekwambia ni divide and rule. Unanipata? The same war, kuna mtu anafaidika kukiwa na war na anauza ammunitions. So vile pia ile pande nyingine kukiwa na mambo ya ukabila pia kuna watu wenye kuna watu wenye wanafaidika sana. Tukiangalia Oscar, tukiangalia social media sasa hii inacheza Jilima youth wengi sasa wako engaged with social media, si ndio? Social media inacheza part gani katika kuleta unity Kenya? Kwa sasa mimi inanibamba. Juu umeuliza specifically, umeuliza youths. Kwa sasa hii my youths hawataki hiyo mambo ya utengamano. Azin, hebu chunguza, ground inasema unity. Hivyo ndio venye ground inasema. Ground inasema peace na unity. Actually those are the two. Hata love waongelelei sana. Si lazima mimi na wewe tupendane. Lakini lazima tukae na amani. Lakini amani naye tunahitaji sisi wote. Unalipata? So kwa ground hivyo ndio venye mambo iko, ni peace na love. Hiyo ndio mambo Embu. Nilistuka sana kuona kuna best yangu fulani, kijana fulani ako huko Embu anajiita Babix. Nikajuana naye baadaye. Niliona Embu out of nowhere. Mimi nikiwa tu kwa social media naona mkutano fulani ilikuwa Embu, kuna kijana tu hadi amevaa mafuta yenyewe, ukiangalia ni wa area, ni wa huko. Kijana kidogo nini alipata nafasi akapewa podium. Kijana alichachicha, lazima tukae na amani. Nini kidogo, kabila yetu ni Kenya. Unadhani kijana alikuwa amenibamba aje? Namjuani kabisa. Totally simjui. Nilihafu sasa kukuja kumjua baadaye. Ulisikia poa venye na influence. Niliona yenyewe umemspark vile nafaa. Yenyewe watu wataki mambo mingi. Vijana wataki, mayouth wataki mambo mob. Hata mayouth wenye wamekuwa wakitumika ama wenye wametumika kwa shughuli za vurugu na nini. Si wakishamalizaga shughuli bado wanakujaga my estate nini, wanarudi mtaa. Shughuli kisha si lazima urudi mtaa. Wanarudi mtaa na ile mambo yenye wanaongeaga wakiwa mtaani, unasikia tu wanalia tu wenyewe. Mali imefika sasa, hizi shughuli za kutumika sasa hapana. Wanakataa. Hizi shughuli za kutumika hapana. Sasa mheshimiwa akitutaka labda hatukujie huku kwa ground. Sasa hii mambo ya kukimbizana na waheshimiwa na nini si hatutaki. Si vijana si tumeungana. Enda jaribu tu kusikiza kwa ground, utasikia si vijana tumeungana. Hebu angalia hapa Dandora. Ukweli kabisa. Dandora sauti moja. Ukweli. Watu wetu sana. Angalia hapa. Big up kwa Dandora wenye wako locked ndani ya show. Big up, mnafanya kazi poa sana. Ukiona patron hapa mwa big up, mimi najua kazi yenu ni fit kabisa. Niko na mayouth wengine bado hapa
Unaweza wataja watu wa sauti moja vijana pamoja, kiongozi wao anaitwa Bramo, best yangu sana. Wanapiga shughuli iko top kuunganisha vijana. Big up Bramo. Hiyo shughuli iko fiti. Kuna Mukuru huko, Mzee Ali. Big up Mzee Ali, ana kazi yake pia. Youth for Unity pia yana anaunganisha vijana. Haya kuna jeshi yetu bado ingine imeungana bado na wase wa Madhare, akina Ndach, akina Voke, akina Voke, akina Razel, pia bado ni Youth for Youth pia hao tunatambua shughuli yao pia bado iko top. Big up. As long as ni unity mzee. Hizi siasa zingine za ground hizi tutakosawana tu. Unaona? Hii organization kukua haisikizani na ile organization. Hizo ni small issues. Hizo kwa ground tunaweza ongea ikuwe like agendas in the same. Na si watu tu waungane. Watu si waungane tu, watu wasukume agenda. Kama mnasema nyinyi ndio nyinyi, alafu pia wale wanasema hao ndio hao. Na nyinyi wote mnataka tu agenda moja. Kama ukweli agenda yenu ni moja na ni peace na ni unity, mtaungana. Na ni vijana wainuane, vijana wenyewe kwa wenyewe. Si basi watu waungane, shughuli ikuwe ni moja basi. Kweli. Watu waache kukua ati na nindi alifanya na nindi ndio mwenye sijui nini. Hizo ni story mob. Kweli. Unachekiaje tunaweza nchi yetu inaweza kuaje Oscar? Watu wakichagua viongozi based on kazi yenye mtu anaweza fanya ama kazi yenye mtu ashaonyesha amefanya. That is kama anataka kuwa re-elected. Compare na stories za kuchagua viongozi, tukiangalia ukabila, like unaangalia ati mtu au mchagua ati jili kazi yake ni poa, unamchagua jili ni mtu wa kabila yenu. Sasa unaona ikiwa kwa hiyo domain mimi naweza peleka watu na rada fulani. Unaona huyo kiongozi mwenye mnachagua juu ni kabila yenu, huyo ndio kiongozi anaweza kosa hata kuwasaidia. Unanipata? Remember kifo ya kwanza, tuseme hata kama ni kwa Biblia, kifo ya kwanza ilikuwa ni mtu wa 3 kwa dunia, aliua mtu wa 4 kwa dunia, na ni watu wa familia moja. Sema tu ni kama kabila moja. Cain aliua Abel. Unaona? So haimaanishi ati juu mtu ako karibu na wewe sana ati huyu ndio mtu ati unaona ni kama huyu ndiye atakuja kuwasaidia. Unanipata? Na mimi admit usemaga hivi pande ya uongozi. Ni venye tunakuwa tumetupishwa rada, tunaangalia uongozi ya juu sana. Unaona? Alafu tunapuuza sana ile uongozi ambayo iko karibu na sisi. Unaniget? Kama ni uongozi my friend, tuanze na area nyumba 10. Tuanze na area nyumba 10. Sawa, huyo kiongozi wa area nyumba 10 ako aje? Hata ujui hata area nyumba 10 ya area yako au ni akina nani hata uajui. Unaona? Wewe unaona ni kama ni vitu irrelevant, unaona ni kama ni vitu petty sana. Ile hali hiyo ndio uongozi iko karibu na wewe. Kwanza huyo mzae wa nyumba 10 ndiye anaweza kukurecommend ukienda kwa chief uandikiwe barua fulani, inaweza kukutoa raani. Kweli. Unanipata? Vitu mavijana wengi sio ndio wanajua. Umepuuza area nyumba 10, ukakuja ukapuuza area chief. Hujui hata chief wa area yako. Sawa? Huyo ni kiongozi. Wachana na viongozi wa kuchaguliwa. Huyo pia ni kiongozi. Haya, ukitoka hapo, ward representative. Area MCA. Unajua ni sad sana juu watu wengi wenye wanapiga kura, wengi wao inasemekana kama youth wapigagi kura, inasemekana ni wazazi na wazaendi wanapiga kura. Ni sad sana sababu kama ni wazazi wetu wanapiga kura, wewe jua wazazi wetu sasa zile wanaenda kupiga kura, hawa bado wanatumiaga ile program ya kitambo. Ya hao wanatambua bora anajua president mwenye anaenda kupigia. Yeye kwake MCA hamata. Unaona? Enda maestro uende ukasikie kama wao wazazi wetu wanajua watu wenye wanasimama ma MCA hiyo area. Hawatambui hata. Ni kweli kabisa. Unanipata? Sababu gani? Sababu utapata area MCA. Area MCA kuna area MCA tuseme watu kama 10 wanasimama area moja. Haya, ukichunguza mzuri unapata kuna vijana kama 3, hao watu wengine ni wazae na wengi ni wakukama. Unaona? Wengi ni wase wa kukam, na hao wase wa kukam wanakamigi jua kona do, si ati amekaa area yako kuwania kiti ati juana do. Kona do. Na kwake hiyo ni mradi.
hii ni mtaa imelalisha. Osoi anataka kuinvest na nyinyi, hataki kuwafanyia kazi. Hataki kuwafanyia kazi, hawajui. Si wajui shida zenyu. Si wajui na sijui shida zenyu. Mimi nimeona tu mtaa imelalisha. So hata mavijana wakichagua viongozi mtu anafahamu nachagua mtu akona nyinyi, mtu anajua shida zenyu. Mse mwenye wacha mse mwenye akona nyinyi mwenye anajua shida zenyu. Mse nyinyi mnamjua poa. Tunamjua poa, tunamjua huyu mjamaa tukicheza naye ball alipewa bola aende akaweke hiyo bola ikurudi grau. Sawa, hiyo bola iko irudi grau. Ama uniform, alipewa uniform akaenda nazo kurudi uniform zikarudi gitu zikiwa na jasho venye zilikuwa. Huyu mse irresponsible. Azin tunajuana. Mse ngori zake ziko hivi na hivi na hivi. So tunajuana. Kweli kabisa. So uongozi yenyewe inafaa kusaidia ni uongozi yenyewe tunaweka ni nani huyu jamaa tunamjua vizuri. Si eti tunamweka juu ametoa do. Hata kiwezekana mtu achaguliwe hata bila pesa. As long as leadership qualities zake ziko top. Nice one. Unaona? So wewe kama leader wa mayouth why do you believe young people are so important in changing Kenyan future? So the old saisi wanakimbizana na time. Unaona? The old saisi wanakimbizana na time. The old hadi pia wanajua wako kwa highway ni kwenda wanaenda. So nguvu spine ya any country iko kwa mayouths wake. Iko kwa mayouths wake na mayouths wakilalisha hiyo country imelalisha. Na uongozi pia itakuwa ni mbaya kwa inchi kama hiyo, inchi yenye mayouths wamelalisha. Lakini mayouths wakiamuka inchi lazima itanyooka. For example, si uliona si ati mimi niko hapo sana, lakini for purposes of understanding nataja tu. Si uliona kama ile umoja wa majenzi. Unaona? So unaona for a moment walisikizwa. Ni venye tu kidogo wakakuwa leaderless na wakakuwa tribeless, leaderless, nini ikakuwa sasa imechanganya mambo kidogo. Na hizo forces mimi naona walichanganya watu. Hizo forces ulikuwa unaongelelea. Ni hao. So lakini hatupigi mtu bado, tunarudia hii hatupigi mtu. But unaona kidogo hiyo rampage yenye walipiga ilibidi wamesikika. Walisikizwa, si ndio? Sasa imagine sasa ni mayouths wote sasa. Gen Z, millennials, Gen Alpha usiwasahau, sababu sahi wewe ulikuwa macho yako unaweza kuwa unaona mtoto, lakini wewe jua by the time tunafika election ya 2032 ako kadi. Gen Alpha atakuwa ako kadi. So wakiamka wakijua hii ndio rada, kabila yetu ni Kenya na umoja ni nguvu na nini. Hiyo itakuwa ni country moja deadly. Itakuwa ni country moja deadly. Oscar, how can young people turn their frustration into constructive action? Young people wanaweza turn frustration yao into constructive whatever aje. Constructive action aje. Kitu ya kwanza watu wanafaa kuachana na mindset ya victim mentality. Sawa? The universe ama hii world ni mental. Unaona? Tunafaa tuachane na mambo ya victim mentality. Tunafaa tuachane na hiyo mentality ya there is someone who is coming to save us. Sawa? Tuachane na hiyo mentality ya kuna mtu mwenye anakuja kutuokoa, na tujue ni kazi yetu kujiokoa sisi wenyewe. Unaona? Tukishajua tunafaa kujiokoa sisi wenyewe. Frustration inaletwa na una expect an outside force, ama una expect an outside entity to come and save you, alafu sasa haijakam kwa ile wakati yenye wewe ulikuwa una expect, alafu sasa uko frustrated, alafu sasa una blame sasa kila mtu ni serikali imefanya maisha yangu ni ngumu, sijui ni wale wamefanya, ni ile shule, ni nini. Unaona hizo ma blame game, hiyo ndio inaitwa victim mentality. Na venye umetaja hivyo historia mavijana kuwekea serikali lawama. Mavijana wanafaa wafanye nini hao wenyewe pale grassroots before atafute wasik help kutoka kwa organizations za gava ama hata ma NGOs? Hao wenyewe wanafaa kwa wamefanya nini? First jaribu kujisaidia. Unaambiwa first jaribu kujisaidia kabla ukaeni kama utataka usaidizi. Unanipata? Sinakwambia vijana wakiungana watakuja wagundua hata there is no help yenye wanahitaji kutoka kwingine au wenyewe. So tuseme mko na organization yenye mko watu kama rough to example. Organization yenye mko vijana kama ama tuseme hata vijana mbao, wacha tuiweke vijana mbao, mko vijana kama 20.
na mjicommit msemeaje kila wiki vijana 20 mtakuwa mnatoa so kila wiki so peke yake so tu kila wiki na mjinyime mseme mjipe ukame hata kama ni ya 1 year my friend. Sawa, mtajiokoa. So ukipiga so na vijana 20 wiki moja hiyo ni 2,000. Sawa? Mwezi moja juu iko na wiki ngapi? Tuseme approximately wiki 4 kama si 3. Umesema so na vijana 20. Yeah, vijana 20 hiyo si bob 2. Hiyo ni 2,000. Hiyo ni per day. Lakini mimi nilikuwa nataka watoe kwa wiki sababu pia vijana uwezi waeka kwa hiyo kona ya per day watoe so. Kweli kabisa. Per day watoe so. Kweli. So unawapea tu kituriza na bo. Kwa wiki itakuwa ni 2,000. Kwa mwezi weka mwezi kwa na wiki 3 basi. Hiyo ni 6,000. Unaniget? Mjicommit tuseme hata kama ni kwa mwaka. Kwa mwaka hiyo ni 72,000. 72,000 mkiwa watu 20. Hakuna biashara yenye mnaweza amua mtapata starting point vizuri kabisa. Mnaweza amua tupige kitu pale. Mtapata starting point safi sana. Na ikianza mnasema all the profit, hakuna mtu anaguza. Hivyo venye tumejinyima mwaka moja hivyo ndio tena tunataka kujinyima mwaka moja na but kwa hii mwaka moja sasa tumepunguza hatutoi so ile ya wiki sasa tunatoa chwani sababu kuna shughuli pia inatuingizia ndio sasa tumepunguza tena chwani. Unajua watu kama hawa ukiwapea miaka 5 my friend hawa sasa si wale mavijana wenye ulikuwa unafikiria yani watu mambo yao sasa imebadilika. Kujua waiti ati kuna sijui tao moja pa haraka uende ukafinye mvo. Shughuli mmefacilitate shughuli ndio hiyo ina run unanipata. Na shughuli yenye ina run ni rahisi sana sasa kuendea dona. Umwambie si tuko na hii juu hizo ndio lugha zenye wanataka kusikia. Kweli. Si tumefanya mpaka hapa. Wewe unaweza katufacilitate aje ama wewe unaweza katuokoleaje? But sasa tuko kwa scenario yenye sasa vijana wanataka wasaidiwe from scratch. Of which kama haitafanyika then hii serikali haiko sawa. Kiongozi wetu unanipata? Kweli. Alafu sasa hiyo ikishafanyika hivyo sasa hebu iweke kwa ile setting ya kwanza tulikuwa tunaongelelea kama for example ya Sauti Moja 1960. So hiyo 72,000 imepatikana kwa CBO moja peke yake. Ni CBO ngapi ziko Embakasi Central? Tukwe tunatumia the same criteria. Kweli. Zenye zitakuja muonge lugha moja kama lugha moja hivyo. 1960. Group moja ya watu 20 kwa mwaka imetoa 72,000. Na kuna magroups kadhaa. Kuna groups weka hata zaidi hata so ni wengi sana. Utapata kuna hata msee mmoja ako kwa hii group na bado ako kwa ile group nyingine. Ni wengi. So weka groups kama so 72,000 approximately. Hiyo ni do yani hivyo vile nimesema. Hiyo ni do ngapi? Hiyo ni 7 point kitu kama wakitulia tu hizo miaka 5 watakuwa 72 million. Hiyo ni sikia tu 72 million mzee. Na hiyo ni do kama mavijana watu wasipofanya hivyo, wasiposhikana hivyo wafanye hivyo, wanatumia hiyo do kwa si ati wote. Lakini wacha niseme hivi, mavijana wengi sana mtaani pale unapata kuna hizi ma drugs. Mado mingi sana wana waste kwa ma drugs tuacha tazitaja tu hapa tu. Spade spoon unajua kuna kama shada, kuna hizi my illicit brew zinakuwa hizo madodo fulani si ndio? Unapata hizo maso unafaa unaweka kwa ile nikina nitoe lock na ichwani. So unaweza imagine kijana ujinyimezo lock hizo machwani ujinyimezo malock ni lock 2 si ndio? Kuna hiyo so hakuna reason ya mtu kusema ati hakuna hata mbali natoa gado ya ati shughuli haiwezekani. Ndio ajaba ukitaka utapata. Na remember hizo hata hiyo hesabu tumepiga si ya daily. Ni ya wiki. Na hizo ajaba na machuani za shada na mashukisha ni za daily. Hizo ni za daily. So kijana youthman ana reason ya kusema ati haiwezi jikomboa yeye. Anaweza. Ni mtu atulie, akae chini, wapatane na like minds, wa figure out kenye wanataka kudu, alafu wa move as a group. Na kila mtu atajitoa udu. Hivyo tu venye Oscar to explain hapa. Hiyo ni hesabu nyingine imekuwa realistic kabisa. Na mnaonezo ma figures. Unajua kuna mtu anasikia watu wa mtatu na kuagana ile ati mtu anasikia ati kaso. Mtu kwanza anashtuka, mtu anaona kama ati yeye hizi tengeneza hiyo ati kaso 3. I think ndo kama hata waheshimiwa wao wanatubebuka wanatubeba na hiyo ati mwesha amesema anatoka kaso 3. Wewe kuna time fulani wewe mwenyewe unaweza jitengenezea. Wewe kuna time fulani mita
Mita ilichekeshwa mbele ya vijana karibu uane bana. Jo bana je. Na hiyo mita wewe mwenyewe unaweza jitengenezea mita pole pole tu, subira tu na mjipanga na discipline. Yeah. Discipline maniga, discipline. Discipline. Ina apply kila mahali. Kila mahali. So Oscar, sasa wewe uka nini? Okay. Given power to bring all the youths in Kenya together. Kwa nao power sasa walete pamoja wote. What will you ask them to work on? Nini unaweza advice like wa improve? Unajua tukianza hii podcast nilisahau kukutajia kitu of which nilikuwa najaribu kukutajia. Mi nilifika mahali niko na spiritual path. Si ati as in on the physical ndio hiyo mambo ya kama hiyo swali yenye unauliza mambo what they should work on. Unanipata? But kwa ile path yenye niliamua kufuata, the only thing you're supposed to work on is yourself. You're supposed to work on yourself. Unanipata? Hapo ndio mali kazi iko. Inaanza na wewe. Kazi inaanza na wewe. When you work on yourself, you are working on everything else. Bila kujua. Sababu you're supposed to change the object in front of the mirror for the image inside the mirror to change. True. Unanipata? So ni simple hivyo kwa mwenye ataelewa, lakini mtu ameelewa kabisa. Unajireflect, unafaa kuona unakuwa wewe mwenyewe unajireflect, unaangalia mimi niko na discipline, niko msafi. Lazima uende hiyo journey ya ndani. So inaanza na wewe mwenyewe. Ya wiring yako. How are you programmed? As in unaranaje mambo yako, unanipata? Ukishakuwa relevant na hiyo, then sasa mambo ya nje inajipangaga yenyewe. Unanipata? So Kenya tunaweza ambia vijana kwa shughuli kama hiyo ni ati hakuna help ina come, like tuacheni kukaa tukisema gati itaja kuwa poa. Poa ni saa hii. Unaona? Na poa ni saa hii aje? Poa ni saa hii juu ni sisi tunaweza ifanya ikuwe poa saa hii. Na kama sisi hatuwezi ifanya ikuwe poa saa hii, hata huko mbele usiexpect ati kuna mtu atakuja ifanye ikuwe poa pande yako. Haitawahi. Na tuache kublamiana. Sawa? Na vijana waache wivu na chuki. Hivyo ndio venye tunasemaga kwa ground. Vijana waache wivu, vijana waache chuki, na watu waache ukabila. Manze. Sawa? Tusonge pamoja. Kweli. By the excuse na chuki imetoka wanasemaga madem ndio walikuwa na chuki. Na wivu mingi. Yes. But excuse ni kama pia mavijana wameanza hizo matabia bana za kishishi. Na hiyo inaletwa na kitu fulani. Kuna hii lugha tulianzaga tuliformulatigi tunaitumiaga of which kwa ground inakaga ni kama ina work, lakini on a higher level inakuwa ni problem. Bro. Unaona jina bro? Jina bro ni jina dangerous mbaya. Mimi na wewe tukiwa base tukiitana mabro ama mtaani tukiitana kama bro, kuna mahali inafikaga hiyo bro ina stick kwa mind yako, like literally unaanza kuamini ni kama huyu ni bro yako. Na wewe jua aje, whoever unaita bro yako hautaaja taka akushinde. Ikiwezekana mtataka sana mchezeage hiyo level. Ubro inaleta setup kama ile ya macrabs. Unajua ni kwa nini ni rahisi kupika macrabs? Hebu nielezee Oscar. Crabs zinaekwa kwa besheni. Na zinaweza achwa hapo the whole day zikiwa alive. Zinaweza achwa hapo the whole day. Mpishi akuja hata kama after a very long time. Mpishi akuja azipate tu kwa hiyo besheni, achukue maji moto na azimwagie na zitayarishwe na zipikwe. Hiyo yote inawezekanaje? Inawezekana na hii njia. Crabs zikiwa kwa besheni, utapata kuna crab moja itangangana inataka kutoka. Unanipata? Imestretch, imeshikilia inataka kutoka. Nini ina happen? Unapata crabs zingine zinakuja zinaijalia, zinataka kupanda nayo. Zinataka kupanda na hiyo crab moja, na kwenye harakati ya kutaka kupanda na hiyo crab moja zinaiangusha. Wewe jua hii process inaendelea the whole day mpaka mpishi ya kama. Hiyo ndio estate. Sivyo ndio venye watu wanaishi estate. Brother. Ni brother lakini brother amepata wera. Lakini wewe umebaki mtaani kiroho.
sawa sasa nani ameniacha nani ameniacha, imesambaa imefikia hadi wazazi mzee, si hata sasa ni mayouth peke yake, imefika hadi wazazi. Mtoto wa nani mtoto wa nani alipata kazi, lakini mimi mtoto wangu bado ndio huyu analewa tu na kula tu mogoka, unaona. Sasa mother anakuja anaambia mtoto wake, we si ukue kama nani, wewe unajua una spark nini saa zile unaambia mtoto wako si ukue kama nani kweli. Kwa roho yake anashindwa nani, na nilikuwa nashindaga naye base kweli, nani amenishinda na nini, ndio ile uhasa amenanza inaanza kukua. So hivyo ndio venye mambo iko kweli. Oscar, what has been your biggest disappointment kwa journey yako ya leadership na kuongoza vijana sana? Disappointment gani hiyo? Mimi labda ni disappoint. Mimi siwezi define disappointment as ati kuna an external entity ati ilifanya nikakuwa disappointed. Ati tunataka kumsema disappointment yangu ikiletwa na external entity, then I think my disappointment ina come from my interpretation. Unaona? Kitu ya nje haifai, kitu yenye iko nje yangu haifai kunifanya ni feel in a certain kind of way. Unaniget, unless sasa nimeipea power. Unaniget, but mi power yote inakuwa iko ndani yangu. Mi kitu ya nje siwezi ipea hiyo nguvu. Siwezi ipea hiyo nguvu ati mi labda mimi ndio ni disappoint. Of which ndio mimi usemagaje, kama umeamua kufanya kitu na hauifanyi sababu ya watu wengine, uamue kuifanya sababu yako wewe mwenyewe, wewe jua disappointment hazitakuwa sababu gani. Hakuna kitu ngumu kama kujiangusha. Hauwezi jiangusha, lakini unaweza angusha watu wengine. But haiwezi jiangusha. Hauwezi jiangusha. The moment umeformulate venye ungetaka, your mind will work tirelessly round the clock to make it happen. Sawa, hadi kama umelala, mind yako itakuwa inajaribu kufigure out ile goal yenye tuliset. Unaona? Na magically ama miraculously mind yako hadi itavuta wale watu wenye wanaweza kukusaidia, hadi unapata na msee na kwa like jamaa si kuna kitu fulani anaweza do na hii kitu inaendanisha na ile mambo fulani nilikuwa wanasema Gabi, the world will adjust. The world will adjust, Kweli si ati nini. Have you ever doubted whether this journey was worth it? Kama ni shy doubt. Okay, mbeleni sana mbeleni juu nilikuwa na as in mbeleni nilikuwa nafikiria nafanyia watu. Unaona? Kabla nikuja ni round hiyo notion naifanya juu yangu. Mbeleni nilikuwa naifanya juu ya watu. Nanipata na kwenye harakati ya kuifanya juu ya watu. Hapo doubt nayo ilikuwa juu watu nayo watakufail. Kweli. Kila saa watu watakufail. So venye niliacha kuifanya about watu, hiyo mambo ya doubt iliisha. Mambo ya doubt iliisha. Mimi nataka ku see it through. Design hata tukifika kwa kaburi kama hiyo ndio inafanyika, mimi niko sawa nayo. Nice one. So na Oscar, umetaja watu na kuifanyia juu ya watu before iweke useme wacha ianze na mimi, si ndio? I think hiyo ndio kilikuwa inamaanisha, si ndio? Hapo kuna ma friends wenye uliwa lose juu ya views zako na uamuzi zako katika kupelekeza shughuli mbele. Nilianza na kusema kabla yetu ni Kenya ni frequency. Si ndio? Si nilianza nayo point. And mind you my friend, when you change your frequency, whoever mtu yote mwenye yuko kwa hiyo frequency yenye umeenda, yeye ushuka ikuagi ni wewe ulimtoa. Yeye drop. Tuseme wewe ni msi kama for example tu unakataga maji. Kama unakataga maji, there are certain kind of people wenye wamekuzunguka wenye unaita friends. Unaona? Wako hapo sababu mnachezea kwa hiyo frequency ya mambo ya alcoholism and whatever. Unanipata? Ile siku yenye uta make decision I've had enough na mimi ningependa sasa mambo iende vingine. Si wewe ndio utakuwa umeambia mabeste zako uwataki. Naturally kama ushaenda through transformational journey, unaweza kuwa maybe ushai witness kitu kama hiyo. Naturally watu wanashuka. Watu wanashuka. Unaona vibes zenyu sasa ziendani. So kwa kabila yetu ni Kenya, ukweli ni mingi. Kwa sauti moja 1960 ukweli pia ni mob. Na wewe jua
Mahali ukweli iko my friend, watu ni wachache. Ni kweli. Watu wakishuka usiende kutafuta mtu. Unaambiwa usiende kutafuta mtu, na ukienda kumtafuta hadi dunia itakuongelesha, na dunia itakuongelesha kwa njia moja ama ingine. Ni venye dunia tu haina mdomo, lakini kuna mtu atapita hapo kando yako, kuna kitu atataja utasikia na resonate na wewe. Kuna gari itapita itakuwa imeandikwa sijui nini, itakuwa ni wewe unaongeleshwa. Utaona hiyo. Unajaribu kuambiwa huko kwenye unarudi mzee. Blanda. Primarily unaweza jipata unarudi juu ya comfort zone. Kutoka kwa comfort zone ni hard, alafu unaingia kwa something new bado haiko familiar, network the darkness. So bado unaogopa kuingia kwa hiyo darkness, but hatimaye ukisha embrace hiyo darkness which is the not knowing, unanipata? Watu watashuka, kuna mtu anataka kuingia kwa hiyo giza na wewe. Watu wanapenda comfort, watu wanapenda the norm, watu wanapenda ile yenye wamezoea. Na wewe umeenda kwa ile yenye sasa hujazoea. So unataka nani akufuate huko? Kuna mtu atakufuata. Na jua hiyo umeshikudilaje na critics? Critics. Kuna tu wale watu unajua wanasemaga mti mwenye matunda ndio utarushiwa mawe. Na mimi naona unafanya kazi poa sana Oscar. Big up. Najua kuna hao wasi wanakaga hivyo wanaona huo Oscar sijui nini. Lazima kuna tu adui ana sababu. Critics si wasi wa udu. The same way venye unaonaga coin iko na side mbili. Hii life pia iko hivyo. Life kuna njia mingi sana za kuangalia kitu. So critics zile anaisema hiyo ni njia yake yenye yeye anaiona nayo. Na ni vizuri umsikie. Unanipata? Hiyo ni angle lingine. Unanipata? Na utajuaje unaendelea if you are not criticized? Utajuaje unaendelea? Hata my friend, kuwa rada sana kama kila mtu mwenye ako kando yako ni makofi anapiga. Kuwa rada sana. Hapo inaonyesha you are on the wrong direction. Mara mingi juu kama unafanya kitu true, inaweza kitu tu iko sawa. Watu wengi hawafai kukua kando yako wakipiga makofi. Kunafaa kuwe na watu wawili watatu God sent. Watu wawili watatu, alafu sasa na watu wengi wenye wanapinga. Ndio juu wenyewe shughuli yako iko sawa. So critics tumefundishwa kuwa nini, kaa mbali na huyu, ilhali kuna hii msemo yenye inasemagaje, critics tunawachukuliwaga pia kama maadui. Kuna hii msemo yenye inasemagaje, keep your friends close but your enemies closer. Why closer? Because it is your enemy that can tell you something that you need to hear. Yenye best yako haezi taja. Ni kweli kabisa. Hata kuna huyu musician wa Jomda anaitwa Chris Martin, najua watu wengi wanamjua. Kuna ngoma yake fulani yosema hiyo organizo lyrics, sio sema hiyo ambia God protect me from my friends because I'll put an eye on my enemy. Unaona? Alafu hata kuzidisha definition pia ni zinakuwa za muhimu. Ukiambiwa define jina friend, how do you define the name friend and how do you define the name enemy? Rafiki haswa rafiki ni yule mtu ambaye anakubaliana na upumbavu wako. Kweli rafiki ni nani? Anafanya uendelee kwa comfort zone. Rafiki ni yule mtu ambaye anakubaliana na upumbavu wako, hataki kukupea venye iko, unanipata? Alafu sasa adui ni nani? Adui si ni yule mtu mwenye akubaliani sasa na hiyo upumbavu. Ndio maana sasa yeye ndio unafaa unamweka karibu, sababu yeye anaweza kukusaidia kuziba mwenye rafiki hawezi kukusaidia kuziba. Yeye akifika ni kama anakukriticize kinda, kumbe ajua anakuelevate. Alafu akuagi ati anakukriticize, sinakwambia zote ni provision, divine provision. Ni venye wewe sasa umepewa hizo majina, unaziinterpret design fulani, unazidefine design fulani. Critic lazima kuwe msewa udu. Unanipata? Ilhali in real sense what is critic is to criticize. Unanipata? Criticize. You need such kind of people bana. Nice. Wanakuletea angle lingine ya kuiona kuacha venye wewe unaiangalia. Nice one. What kind of legacy do you want to leave behind, Oscar, someday in future? Unaona hii mti yenye tumepanda ama hii mti yenye tumejaribu kupanda, but tayari sasa tushaipanda hii. Ishamea. Hii shamea hii hata nikaondokea saa hii ni kitu iko. Unanipata? Idea ni
ilikuwa iene. Si apparently sisi millennials tunaweza kuwa tuko corrupt kidogo. System ilisha corrupt juu si bado tuko kwa ile system ya wazazi where people live in fear. Sawa. Na hapo bado sisi ndio bado tumekuwa indoctrinated kwa mambo ya tribalism na nini. Sisi bado tuko na hiyo, si bado tunaichungulia kidogo mambo ya tribalism. Lakini wale watu wenye nilikuwa naongelelea kama magen Z na magen alpha, hii kitu inafaa ikuwe sasa ni yao. Unanipata? Hii ni mti yenye tumepanda, ndio hatimaye si lazima hata niote shade yake. Unanipata? Si lazima hata nikule matunda yake. Uniget? Hii ni kitu yenye daka ya mwisho watu wakikuja wa bask under this tree utasikia poa tu. Ni soul yangu ama ni spirit yangu venye wanaita. Malutakuwa kwa najua sitakuwa mahali lakini itakuwa tu iko top. Itakuwa iko sawa. Message imefika Oscar. Sawa. So Oscar, tunajua tuko ndani ya Truth and Talent. Na sasa tumefikia ile segment fulani like sasa ni Truth and Talent sasa yenyewe ndani kabisa. Tushona venye kazi yenyu mnafanya nyinyi kama sauti moja, vision yenu najua wase wameifeel, wameiona. Si lazima tu explain hivyo direct lakini wameiona. Unaona? Idea wamebuy. So tukiingia Truth and Talent, hebu tuambie one uncomfortable truth about Kenya yenye si watu wengi wanajua gapo nje. One uncomfortable truth about Kenya. It is not yet Uhuru. Mandaisemaje? Eko sawa. It is not yet Uhuru. Bado kabisa. Bado kidogo si kabisa. Watu wanafaa kufanya nini ndo tufikie Uhuru basi nani Oscar venye umeitaja hivyo. It's not yet Uhuru yet. So watu wanafaa kufanya nini? Si tunaungana tu ndio tuweze kuona zile ukora zenye ziko. Sawa, individually unaweza kuwa overwhelmed, lakini tukiwa pamoja kuna yenye wewe unaona, kuna yenye mimi naona, kuna yenye mwingine anaona tunapata ease. Unaona? Juu sababu gani nasema hivyo? Unajua okay, si Kenya peke yake ni kwingi, but the point is hebu jiulize ule mtu mwenye umepea kazi ni nani kwako? Ule mtu ambaye umepea kazi ni nani kwako? Ni mfanyikazi wako. Unanipata? Ni mfanyikazi wako. Yule mtu ambaye umepea kazi ni mfanyikazi wako. But we are living in a state whereby yule mtu tumepea kazi tunamuita mheshimiwa. Unanipata? Na yeye anafaa kutuita sisi. Sisi ndio waheshimiwa. Unaona? We are living in a country whereby wananchi ndio wanafaa kukua wenye inchi. Na wananchi ndio wanafaa kuitwa serikali. Sababu bila wananchi hakuna serikali. Lakini tuko kwa ile inchi ama tunaishi kwa ile setup yenye serikali ni watu fulani wawili watatu. It is not yet Uhuru, my friend. Mpaka hizi vitu zote tukuje to realize. So unasema vijana wanafaa kujua hii clear sana. Sisi ndio tuko na power. Sisi ndio tuko na wananchi ndio hizo ofisi ni zetu. Ukisikia youth leader akisema tunataka power. Sini kutoka kwa wananchi. Kweli alikuwa anataka power kutoka wapi? Kweli ni wapi kwingine power inatolewa? Kweli ni kwa subject. Power inatoka kwa wananchi. Wananchi ndio wanapeana power. Hao ndio hata wanapeana power juu. Sasa zile tunakuchagua hiyo ni power tunakupea. Manze wananchi wote wanafaa wajue hivyo. Sisi ndio tuko na power ya kuhaya na bado sisi ndio tunaweza fire. Yes, ndio. Basi tuuzie uoga ati tunakuja kumuita mheshimiwa. Na in reason sisi ndio heshimiwa. Sisi ndio tunampatia kazi. Yeye ni mfanyikazi wetu. So unakimbiza mboch, unataka kukimbiza mboch na ndudhi. Atakimbiza mfanyikazi wako na ndudhi, mfanyikazi wako na yeye ako na ma strategy, alienda akashika highway anataka kupima pia wewe uko na mafuta ya pesa ngapi kwa hiyo gari, kwa hiyo ndudhi yako. Bado na risk manze. Mimi unaona kama vijana wameingia. Watu wanaumia. Ndudhi moja imebeba watu kama wanne. Na venye imefinywa kwa highway. Na wote ni mahudu ukiangalia tu na sasa hizo mboch
Watch hizo hakuna Ngoja kwa back left. Yendi anapea na order sasa kwa gari, wewe finya gari. Vieti na finywa, inaacha hewa nyuma. Tuende wewe ni Mbochu unakimbiza hiyo design unaona? Too bad. Hapo ndio mali shida zinatokea na hapo ndio mali juu. Hebu jiulize. Nini inafanyikaga ukitambua mtu ajitambui? Mtu kudharau bro. Unaona? Ukiheshimu mtu ajiheshimu, mtu lazima atakunini. Wewe atakushow a lot of disrespect. Unanipata sababu kama yeye ajiheshimu, kama yeye ajiheshimu, alafu wewe unamuita mheshimiwa, then anaona wewe ndio basi ujitambui. Anaona kama wewe una brains. Wewe ndio una brains. True. Unaona mali ya mchezo inatokaga. Manze. So hapo ndo mali wameshikiliaga. Watu sisi ndo tuko na power lakini watu wajuagi hivyo. Watu wengi wanajua. Inchi ni gani? Inchi ni gani? Inchi ni watu. Inchi ni watu bana. Inchi ni watu. Serikali pia ni watu. Oscar, one thing you would given a chance, what would you change about Kenyan politics? Kenyan politics naweza advocate sana for youthful leadership. Naweza advocate sana for youthful leadership. But at the same time si ati natenga wazee sababu wazee pia ni wisdom. Pia hao tunawahitaji. To learn kama vijana. Sisi wazae wachane na hii mambo ya vijana ni viongozi wa kesho. Sababu kesho ya jana ni leo. Unanipata? So tukiendelea na mambo ya vijana ni viongozi wa kesho, then inamaanisha vijana hawataongoza sababu kesho haitawahi fika. Unanipata? So kitu moja inafaa inabadilishwa kwanza ni hiyo statement. Vijana ni viongozi wa kesho. Hiyo inafaa iishe. Hiyo inafaa inaisha. Hiyo inafaa inaisha. Kwa watu wetu tunasikia tu vijana ndio viongozi wa kesho. Mpaka sasa hivi hadi unazeeka. Bado vijana ni viongozi wa kesho. Viongozi wa kesho. So hiyo statement ni ya ukora na watu wanafaa kuiona for what it is. Unaona? Ibadilishwe. Sawa? Mayouth wakuwe kwa leadership sababu tushagundua sisi ni viongozi na vijana pia wanaweza ongoza. True. Tukiangalia between tribe na nationality, Oscar. Kwa opinion yako, which one do you think should come first? Between tribe and nationality. First ni nationality because unaanza na inchi alafu ndio unaenda sasa hiyo maeneo ingine kabila yako na nini. Juu bila inchi hata hiyo kabila hakuna. Leadership or money? Leadership iko top. Money is a byproduct of okay, wacha nikumalizie swali tafadhali pole. Leadership or money, which one has a greater power to change the society? Zote ni factor kwa hiyo shughuli mzee. Unaona? Good leadership ina change society na pia ikiwa pia society pia inaweza songa bado fiti. But yenye inafaa kutangulia anyway ni leadership sababu it is the right type of leadership ndio inaweza attract vitu kama money. True. Hebu tuambie Mkenya moja mwenye anakuinspire sasa currently as you speak. Nani? Mwenye anakuinspire sana sasa hivi venye tu. Ati Mkenya mwenye anakuinspire sana Wachana wa Kenya. Mi after Jesus bana ni mimi ndio nafuata bana. Unajiinspire wewe mwenyewe. Unataka wachana na watu. Iko sawa. Wachana na watu. Huyo mwenye ako suppose kuinspire, huyo ni ametoa manukato yake. Na hiyo urembo yake yenye ametoa ndio unaweza kuwa una admire, ndio unaita inspiration. But mind you pia wewe uko na manukato yako ndani yako. Unanipata? So ukiadmire mtu mwingine sana utasahau wewe pia uko na manukato yako. Na manukato yako maybe hata iendi hiyo pande ya hiyo inspiration. Kweli. Unaona? Kweli. So mi na prefer kuji-inspire sababu wewe. Iko sawa. So one lesson you wish each Kenyan child could learn? Eka tu peace na unity mzee. So Mkenya learn about peace na unity. Peace tu na unity. I embrace hiyo na asimame na hiyo kabisa. Hizo vitu zingine ni byproduct. Okay, nice one. Hizo vitu zingine ni byproduct. Oscar kipewa given 5 minutes. What can you tell Kenyans? You believe given 5 minutes, what can you tell Kenyans you believe we can build together? Nini una feel wa Kenya wakishikana wanaweza jenga wakiwa pamoja na unity yao? Ukipewa 5 minutes sasa hivi ubonge na wa Kenya sasa hivi.
nini unaweza waambia kuhusu hiyo? I need a moment of silence. Kuna time. Hata naweza isoma tena ndo digest pia kabisa vizuri. Given 5 minutes, what can you tell Kenyans you believe we can build together? Okay, as Kenyans the only thing yenye hata I need 5 minutes, hiyo si ni seconds tu. Kitu tu yenye tunaweza jenga pamoja as Kenyans, of which ni Kenya natuweka pamoja ni inchi tu. Ni kubuild tu inchi tu. Unaona? Because Kenyans wezi waeka mali pamoja uambia ati kuna kitu kingine tunafaa kubuild apart from Kenya. Hiyo ingine tuna achieve on individual levels. So Kenya kwanza. Mkenya akuwe Mkenya tu kwanza. Iko sawa. Yeah. Imekuwa ni Truth and Talent, Oscar. Na sasa before swali ya mwisho kabisa nenda kuuliza before nikupatie time pia ubonge na wase wako. Najua pia una message unataka kufikisha hapo. Isiku tu ati nimekufunga na hizo maswali zetu tulikuwa nazo za show. Hajanifunga, tuko sawa. Pia wewe ubonge nao waambie kitu unaweza taka pia. Yani itakuwa ni time yako, but before tufikie hapo Oscar, what's your truth and what's your talent? What's my truth and what's your talent? My truth and my very crazy. My truth and talent. Ni truth and talent. So what's my truth and what's your talent? And what's my talent? Okay, my truth. Do I have a truth really? Okay, the truth. Kweli yenye wase wajuagi kuhusu, si watu wengi wanajuaga kuhusu, watu wote wamesocial na nini. Unajua, nataka tu leo waambie hapa hivi, wacha leo tu break hiyo siri hapa ndani ya Truth and Talent. Sisi tuko ndani ya show yetu inajiita Truth and Talent. Kuna kitu moja yenye najua si kila mtu anajua kuhusu, tukisema yani ukisema okay, wacha tutoe family but tuseme hiyo sako nyingine, si ndio? Ni nini unataka kuambia? Maybe unakoga mtu wa hasira, nile tu ukasirikagi waone. Maybe unakoga unapenda gaball sana, maybe what's your truth? Then kuja kwa talent, si necessarily lazima ikuwe talent like kusema kucheza ball, kuimba nini, hata kuna call. Hiyo pia bado ni talent yako. Kuna call yako ektu feeling tu hii mimi nayo. Mimi naonaga God alinileta huku nifanye hii. So my truth is kuna wale watu wenye walikuwa wananijua kama mtu fulani maenzi fulani. The truth is hiyo yote ilichenchigi. Saa hii ukiinteract na mimi ama ukiinteract na hii vessel hii ni kitu tofauti sana. Nili go through journey fulani hiyo 10 years yenye nakwambia, niliendaga through journey fulani na haikuwa journey rahisi. Na hiyo journey ilikuwa inakaa kama ile ya Musa ya wandering in the desert anyway. Unanipata? Na kuna vitu zenye nilidiscover nikiwa kwa hiyo safari. Kuna vitu mingi sana nilikuja nikadiscover na nikakuja nikagundua kumbe hii life kuna venye iko si venye tunafikiriaga. Unaona? Na hizo ma discoveries hizo labda ziitishe podcast nyingine. And get nice. But sai tutachora. But sai wewe jua ukipatana na mimi saa zile tunaongea kama wewe unarudia zile stories za kitambo ama hizo story ndio bado hizo ndio kwako zinabamba, wewe jua mimi kwangu sasa hizo ndio azibambi. Ulishazisahau. Mimi niko mambo zingine. Mimi naongea mambo mengine. Probably naweza ongea na wewe uone ni kama mimi ni cheesy or something juu. Zile vitu zenye nitakwambia labda uende ukae chini, uende ukafikirie sana ukiwa peke yako. Lakini kwa surface level a lot of misunderstanding itakuwa. Okay. Kwa pande ya talent mimi nimekuwa mtu multidimensional. Hata nikigrow mimi nimekuwa naweza fanya vitu mingi. Kama ni pande ya talent nimekuwa naweza fanya vitu mingi. Nimefanya gymnastic. Nimecheza football. Naona hizi ma stories za acro umezifanya zote. Nimepiga acro, nimecheza ball, art, pande ya kuchora. Pande ya kuchora nilikuwa sawa. Unanipata? Haya saa hii
ongezea sasa brain work my friend. Sasa ukitaka tuchokorane akili tunaweza chokorana akili mpaka dakika mbaya na hiyo ndio nasema hiyo pande ya akili hiyo ndio nasema hiyo sasa labda itishe kikao ingine hiyo labda itishe kikao ingine. Nice one. Tutajili umesema hivyo, unajua mafans wetu na mafans wako pia wenye wana watch pande kusema fans wako pia na maanisha pande ya watu wana follow kazi yenu yenye mnafanya na kabila yetu ni Kenya na bado sauti moja 1960. Acha tuwaambiaje venye mmesikia Oscar amesema tutapanga day nyingine siku nyingine. Tukuje tuongelee hiyo pia. Ndio pia mayouth wapate hiyo elimu yenye ako nayo, hiyo wisdom ako nayo. Aweze kushare na sisi hapa hivi, ndio pia watu wengine wapate kusaidia. Venye tumekuwa venye I believe watu wamepata kusaidika kutoka kwa hii episode yetu ya leo. Unaona? So tukiwa end up tunasemaje ni Truth and Talent. Where every talent speaks the truth and every truth inspires greatness. Proudly brought to you by Deep in the East and Reactive Productions. Unajua na mgeni wetu wa leo amekuwa ni Oscar, patron kabila yetu ni Kenya na bado ndo patron sauti moja 1960. Organization mbili zinafanya kazi moja safi sana, tukirudi upande ya unity ya youth na kuspark my youth positively. Unajua? So ndivyo hivyo. Acha nipatie Oscar nafasi ya mwisho tukiwind up awambie 2-3 za kuacha nayo hapo nje. Naweza sema asante sana, nashukuru sana juu hatukuanza na hiyo. Nashukuru sana kwa hiyo opportunity yenye mlinipea. Deep in the East hii ni shughuli moja, wanasema shughuli moja mwecheche. Shukran. Lakini kama watu wazima mimi naweza sema hii ni shughuli moja deadly na hizi ndio shughuli zenye zinafaa. Na mimi niko na mabeste zangu viongozi pia wengine wenye pia ikiwezekana nitaja wa introduce kwa mu accommodate ni people of great minds. Pia wakuje wajieleze. Zaidi ya hayo mimi naweza ongea sana vijana. Mimi naweza ongea sana na mayouth. Mimi naweza waambiaje? Okay, kabila yetu ni Kenya sio shughuli ambayo inahusika na mambo ya siasa. Kabila yetu ni Kenya sio chama ya kisiasa. Kabila yetu ni Kenya is an organization ama it is an initiative yenye tulianzisha kusukuma mambo ya peace na unity kwa nchi. Na ile mambo yenye naweza ambia vijana wasikubali kutumika. Hiyo time imefika. Sawa? Sisi shughuli yetu tuna transcend beyond politics. But as politics is nearing ama as mambo ya elections na mambo ya makampeni zinakaribia, vijana nyinyi mnajua trend. Msikubali kutumika. Kuitwa mtaitwa, pesa wazee wako nayo ya kutoa 200 500. Pesa mtapewa kwa wingi. Ile yenye nakwambia ni pesa haijachorwa picha ya mtu. Wewe chukua pesa. Hiyo ina shida. Sababu shida nazo pia watu wanalialia, mashida ni mingi. Wewe chukua pesa. Lakini usikubali matamshi kama uende ukavuruge ati mtu mwingine, ama unapewa pesa uende ukavuruge pande nyingine ati sababu hiyo pande haielewani na hii pande yenye nakutuma. Hiyo si vita yako. Wacha wanasiasa wapigane vita zao. True. Mambo ya one term, two term, hizo ni shughuli za wanasiasa. True. Wewe jua after mwezi wa 8 next year hizo ni slogan hautaja zisikia tena. One term na two term. So usikubali umezwe na mashughuli zenye hauelewi ni za kina nani. Hizo ni vitu zenye zinafaidi tu watu wengine tu tofauti. Alafu swali lingine pia hata vijana ningependa mjiulize. Napeana tu mfano kama recently kulikuwa na hii mfano ya waheshimiwa fulani walikuwa wanarushiana cheche za maneno. Mmoja akaita mwenzake jina isiyofaa. Swali ni hawa wanasiasa ama hawa waheshimiwa, huyu mmoja hana namba ya huyu mtu mwingine, lazima akuwe yako nayo. Sawa? Juu wote wanakaaga kikao moja ambayo inaitwa parliament and whatever. Sawa? Huyu ako na namba ya huyu. So wewe jiulize swali, mbona saa zile huyu anataka kuongelesha huyu mwingine mwenye ako na namba yake, mbona anatumia microphone? Unipata? Kweli. Mbona anatumia microphone kuaddress mwenzake? Anatumia microphone sababu sio mwenzake ana address, ni wewe una addressiwa. Ni wewe unachokorwa akili. So vitu kama hizo tujizoeshe kuziona na tujue kwa hii game those people are conscious players. Sisi ndio tunachukuliwa ni kama unconscious players, of which watashangaa sana. Tunajua mchezo. Dancehall tuko sisi wote.
ni miondoko tutazikwenda venye wanataka, iko tu sawa, lakini tutapanguza turushe this time. Hapana, ni panguza rusha ngoja au kufanya kweli nyumbani, tukurusha huko au kufanya kweli nyumbani. Hivyo ndio venye mambo, hivyo ndio venye mambo iko kwa ground. So vijana na Wakenya tukae pamoja, tupendane, tuache wivu, tuache chuki, na tusonge mbele pamoja. Wacha nikuulize swali moja ya mwisho Oscar, on behalf of mafans wetu na whoever is watching there, mtu akitaka kujoin hizo organization zenyu, hii kabila yetu ni Kenya ama Sauti Moja 1960, kwanza wacha niulize, mnakubali wase kujoin youth manako kabila? Okay, wacha tuanze na kabila yetu ni Kenya. Kabila yetu ni Kenya, hata ukue pande gani ya Kenya, as long as unaaminia kibali ya kuingia kwa kabila yetu ni Kenya, ni roho yako. Hiyo ndio kibali ya kuingia kwa kabila yetu ni Kenya. Unanipata? Zile za roho yako ikubaliane na ikubaliane na sisi kwamba kabila yetu wenyewe ni Kenya. Hiyo inakufanya unakuwa wewe ni mwana kabila yetu ni Kenya. Ni simple hivyo. Hakuna registration. Kabila yetu ni Kenya, ni ya Wakenya wote. Hakuna registration, hakuna nini. As long as you believe, ama as long as unaendanisha na hii slogan ina resonate na wewe, you are one of us, you are part and parcel. As long as you are a Kenyan, you are part and parcel. Hii shughuli haibagui mtu yote, haina borders. Sawa? Kwa Sauti Moja 1960 kidogo ndio tunaweza sema hiyo ni ya wana Embakasi Central. Unanipata? Na ukiwa mwana Embakasi Central venye pia kabila yetu ni Kenya, how need makaratasi na nini pia kwa Sauti Moja 1960, as long as you are a member of Embakasi Central, you can be part and parcel of Sauti Moja 1960. Nice one. Ndivyo hivyo tu majamaa, show yetu inaishia hivyo, na tunasema asante sana kwa wale watu wote wame locked in time yote tumekuwa live. Tunasema ni asante majamaa. Tunahitaji watu kama nyinyi hapo nje, ndio message kama hizi na knowledge kama hizi tunashare hapa kwa hii platform yetu ziweze kufikia mayouth wengi sana. Unajua ndio in future tuko na different community. Unaona? Venye Oscar amesema hapo nyuma, amesema sisi millennials na some part of Gen Z wameshakuwa na ile, washarushwa ile dudu fulani kidogo ya ukabila na nini, but through kabila organization kama kabila yetu tunataka tu rewrite, wanataka wa rewrite story ya community zetu. So to share na tukioga live hapa hivi, tukoge tuna share hizi ma live information ifike watu wengi ndio watu wengi wa kuexpect towards the right direction, ndio community yetu ibadilike, mentality za watu wetu zibadilike, community yetu ibadilike as a whole, inshallah. So Truth and Talent episode number 5 imeisha hivyo. Kama bado hujasubscribe kwa YouTube channel yetu, tunaomba mafans wetu muingie pale YouTube channel yetu at Deep in the East, msubscribe. Hapo ndo mali tutakuwa tuna upload ma episodes zetu zote. Jili unaweza pata tuko live hapa na au kupata time ya kwa live na sisi. So ukirudi at your comfort, umetoka maybe kwa job nini, ukirudi at your comfort unaweza fanya nini? Unaingia una view na pia unapata knowledge. Unajua wewe kama youth man unakuongelesha hapo kama kijana mdemo nyako hiyo bracket fulani, hata mpaka wazee, kila mtu unajua tunataka amani, tunataka community zetu zibadilike na inazana kila mtu na tunataka umoja. So I've been your host Davisco. Truth and Talent, where every talent speaks the truth and every truth inspires greatness. Na nikisema talent atumaanishi tu watu wa kuimba nini, hata game changer. Unaona kama leo tumekuwa na patron wa kabila yetu ni Kenya, he's a game changer in our community, na I believe message zake zimespark kwa wengi sana hapo kwa background. So asanteni wote, until next time. Na pia wa follow kabila yetu ni Kenya kweli. On all media platforms tu ni kabila yetu ni Kenya, kabila yetu ni Kenya. So wewe kama ni Facebook kabila yetu ni Kenya, TikTok kabila yetu ni Kenya, YouTube kabila yetu ni Kenya. Na follow na unakuwa mmoja wetu. Hakuna paperwork. True. Paperwork ni ukora. Sawa. Safi. Iko sawa. Shukran.